Kitu nimekuja kuongelea ni kuhusu maaskari, makarao, moso au traffic marshals, au traffic, au wenye wanavaanga blue na reflectors, wenye wanaparkingi ka Toyota Fielder pale kwa barabara by the side of the road, ama Toyota inakuwa mostly huwa wanapark Toyota Raum, Fielder ama Probox. Yeah, I'm here to address those people. Now listen, mi nimekuwa concerned after nimejipata kwa hiyo situation na circumstance. So tulikuwa tumeenda mazishi ya one of my grandfathers Naivasha. So tukirudi coming back tulikuwa tumebeba excess. So hiyo ilikuwa mistake number one. Hiyo najua tulikuwa tumefanya mistake. I have no problem with that, yeah. So mzaindi alikuwa anaendesha gari. So ndio alikuwa amebeba excess. Ilikuwa kwa sababu ilikuwa pickup. Hapo mbele ni zile pickup hapa kiti ya mbele inakuwa imeshikana. So ni kama mnaweza kaa watu watatu. Wenye wako na pick up, I guess mnanielewa. So hapo mbele ni mzae alikuwa amekaa hapo mzae, sister yangu alikuwa amekaa hapo katikati, alafu my mom hapo mwisho pande ya dirisha. Alafu hapa nyuma tulikuwa wanne. Mimi nilikuwa nimekaa pande ya mwisho, alafu my grandmother, brother yangu, alafu auntie yangu alikuwa amekaa huko mwisho. Alafu nyuma tulikuwa tumebeba hizo PA system za mazishi. Alafu kulikuwa na watu nyuma. Okay? Up to there tuko pamoja, si ndio? Tuko pamoja. Okay, kuna mtu pale ananiita, ngoja kiasi. Haya. Sawa. So up to hapo tuko sawa. Tulikuwa tumebeba excess, hiyo ndio najaribu kusema. So tukiwa tu tunakuja. Obviously kwa sababu inaonekana ni excess, makarao wakasimamisha gari na mzae akashuka, wakaanza kuongea na yeye. Akaanza kuexplainia tumetoka mazishi. You know all hizo tu maneno zenye tu madereva na mapolisi huongea. Okay. My dad ikifika ni mahali pa corruption, simtetei, lakini hapendi kutoa pesa. Hiyo nayo ni ukweli. Hiyo nayo ni ukweli. Baba yangu hapendi kuingia kwa mfuko kutoa pesa kuhongana. That's a fact. So ilifika mahali ukarao for some reason wanachukuanga keys za gari. So alienda up kureach keys za gari akatoa. So they started conversing with my dad hadi akatoa pingu. At that point venye alitoa pingu, mimi ndio nikashuka kwa gari. Nikaenda. So mzee wangu anajaribu kuniconvince nirudi kwa gari, sijui mambo itakuwa sawa. As in, you can literally see nothing is going to be well. So I decided mimi sitarudi kwa gari, acha nisimame hapa. So the police thought I was arrogant and rude and those kind of things, and so wakaongea, karudi, alafu eventually kukaanza kunyesha. Mzee anajaribu kumconvince une karao ako hapa kwa neck. Akaingia kwa gari, tukadrive for some maybe 500 meters. Alikuwa anataka tuende kwa police station ya Naivasha. Sijui ni Naivasha police station ama ni Mai Mahiu police post. Kumbuki tulikuwa Naivasha. So kukaanza kunyesha. And obviously kwa sababu kumeanza kunyesha, nyuma kuna PA system. Gari haiwezi endelea juu PA system itanyeshewa. So you have to park the car, offload the PA system, watu wenye wako nyuma washuke. Mzee akaanza kumuongelesha. So eventually for some reason nimeona babangu aliingia for once, akaingia kwa mfuko akamtolea do fulani. Okay, sitataja do. Okay, mimi hadi si shida juu hongo Kenya ishakuwa ni norm. It's a norm to be corrupt, ni norm. Yeah, hadi siku hizi haitwi hongo, haitwi chai. Siku hizi inaitwa ni as in hongo siku hizi ni kama tuseme tu ni normal. So mzee akatoa na akakubaliana na akaenda. So iliniacha nikifikiria, yeah? It left me wondering, yeah? What if unajua mzae angefika hapo na mpe do, angeachiliwa immediately. Sasa nilikuwa najiuliza, ukarao hajui kama mimi ni mtoto wa dereva. Sawa? Okay, nataka mnielewe hivi. Kazi ya karao kwa traffic ni kudirect traffic. Kama kuna jam, ana direct traffic jam kukue sawa, ana regulate, si ndio, vitu kama hizo. Alafu in case kuna gari amesimamisha, anafaa kusimamisha, angalie one, insurance. Ya pili angalie kama gari iko na excess, of which tulikuwa na excess. So alikuwa anafanya kazi yake, so hiyo singepingana naye. Alafu another thing ni ya confirm kama wenye wako kwa gari wako sawa, are they comfortable, as in what if this is a kidnapping scenario? What if this is a kidnapping? Ama ni something is going on inside this car, and because of corruption
pesa ikafunga karao macho, kumbe msi ako kwa hiyo gari anaenda kukufa hapo mbele. You understand what I'm trying to say, yeah? So sijakataa kuwa corrupt. I don't have any problem with you being corrupt, although it's a bad, si vizuri kuwa corrupt, but pia kama uko corrupt, hebu jaribuni kumesha vitu zenye mnajaribu kufanya, because watu hapa nje wanaumia. Kwa sababu unapata kuna story nyingine nilisikia, msee ametoka, sijui alikuwa ametoka pande za Isiolo, ametoka Isiolo, amebebwa, walikuwa wamekidnapiwa kwa personal yao, so walikuwa hijacked. Hao hijackers wakachukua gari, ilikuwa familia ya watu watatu. Hao hijackers walikuwa wawili, wakahijack gari, wakachukua kwa wheel, wakakaa kwa wheel, moja akakaa nyuma. So the father, the driver, baba, as in the husband of that family, akarushwa kwa driver seat, the wife akarushwa nyuma. Jangili moja anaendesha gari, mwingine ako huku nyuma anahanda familia, you see. So wakati walifika kwa police check, gari kusimamishwa, because the police hawana shughuli na nyinyi wenye mko ndani, the policeman ended up taking the hongo. The family members, I guess, is it the husband or the wife was killed, alafu wenye wali survive ndio later wana come up kuongea your story later. So makarao ni sawa, mnapenda corruption, that is not a problem. Our problem is, are you making sure that the people inside that car are safe enough hadi kama uko corrupt? Kazi yenu ni ku make sure the citizens of the Republic of Kenya are safe regardless of any situation. If you want money, take your money, but make sure you know the situation that is inside that car. Just an emphasis. Hiyo ndio kitu nilikaa nikaifikiria, okay, na kama si tulikuwa tumekidnapiwa na huyu karao hadi hana biashara totally, hadi hakutusalimia, hakutaka kujua what's happening. Okay, aliambiwa tumetoka mazishi, but how true was that story? Sidhani kama mnanielewa. Mimi kitu najaribu tu kusema ni ati makarau pia tujaribu tujaribu tu kuwa diligent kwa kazi yetu. Okay? Yes. Waamini. Ni hivyo tu.